juzi hapa kuna kitu tumeona kimetrend sana. Kule Wasafi, usafini kwenu kule. Mbosso amevaa dera, like fashion moja hivi ya kinyamwezi sana. Lakini watu wengi wakawa inawachanganya, hawaielewi. Nahitaji kusikia kidogo comment ya Romy juu ya hili kwa sababu yuko kule ndani anajua kinachoendelea kule. Maswala haya mawili tumalize. Sasa kwa upande wa Mbosso yeye sasa hivi ana nyimbo yake ambayo inaitwa Sele. Sele ni kijana fani mtukutu, kijana fani msela muuni. Kwa yeye anakuwa anachukua character ya yule Sele. Kwa ndio maana hata mara ya kwanza alionekana kavaa kama msuli hivi na kibarakashia, anavuta fegi, yani kama anakiashiria ni bangi. Ile anamuashiria ni Sele, mtu ambaye mtukutu dogo ambaye wa maskani. Kwa hata kuvaa dera nikavaa dera kwa sababu watoto wa Uswahilini wengi ni yani wamepinda, unajua wanafanya chochote. Yes, Romy John. Yo vokali mzee. Yo hapo imeenda. Wow. Nice kabisa. Umeona hiyo? Zawadi ya Romy Jones, Burundi bwana. Romy ndo Burundi hiyo mzee. Naiona hiyo. Nahitaji kusikia comment yako kidogo hapa, Man. Kwa wataalamu na uchora. Hii ni kazi kubwa sana. Hii ni kazi kubwa sana kwa sababu wale wanaochora kutengeneza marakti ya kwenye nini, cheni ya kwenye nini, wale ndio wanakuambia kwanza inabidi unachora picha kama hii. Alafu wanaenda wanayeyusha, wanaenda wanagandisha. Kwa kuchora picha mzee si kitoto. Wow, nice. Thank you so much. Hilo ndio wanasema urakoze. Mbona hujaweka namba yako ya simu, hujaweka nini? Kwa nini umefikiria kufanya hivyo? Uimviliki Kugira umuza upendo tu, so kusema ati ni uzishe, ni upendo. Ni vile tu mtu anakuwa unamfuatilia yani mara kibao sana. Kwa hiyo unachora mwenyewe? Ni unachora, ni una sehemu unafanya unachora au? Kipaji changu sina sehemu ya kutumikia. Wow, nice. Yani for love to mapenzi nini? Basi. Ni rangi tu za kawaida. Rama. Mbona sasa hujafanya chochote? Utachukua namba yake basi alafu tutawasiliana hapo. Kama kuna chochote cha kupush tunaweza tukasaidizana pamoja. Iwe sio, naam. Iwe sasa sio kipaji tu ambacho hakikuingizii. Hiyo kipaji alafu kuna namna yote inaingiza. Au vipi? Mimi naishi mbali sana. Naishi mbali sana. Naishi Rumonge, mkoani Rumonge. Okay, naishi mkoani kwa. Sio mchezo. Shukrani. Poa. Robe amekubali, amesema kama kuna chochote kitakachotokea utachukua namba yako ya simu atakucheka. Sio mbaya. Fresh sana. Poa basi. Alafu hii picha inabidi tufanye nayo interview hata kama itakuwa karibu yako hivi, itakuwa semi fresh, sio mbaya. Au unaonaje Romy? Fresh. Okay. Wapenzi wasikilize. Italeta distraction. Acha tufanye hivi. Sawa, sio mbaya. Wapenzi wa watazamaji wa Isaac TV, welcome again. Nadhani kwa leo tutazungumza Kiswahili sana. Watu wangu wanazoea Kirundi sana. Interview nyingi zipo kwa Kirundi lakini leo tutakwenda kwa Kiswahili zaidi, lakini sio mbaya. Nadhani mnajua kutoka kwenye East Africa na nini. Tumemtembelea of course RJ the DJ moja mkubwa sana Afrika Mashariki lakini pia na Afrika nzima. Of course tunaelekea dunia nzima. RJ, habari yako mzee baba? Bana salama, alhamdulillah rabbil alamin. Okay, kwanza kabisa karibu Burundi, umependeza, umechill. Mbona umekawia kuja Burundi wakati watu wengi walikuwa wanafikiria kwamba RJ anakuja na the band mbele kabisa, lakini umechelewa kidogo, unakuja kwenye show inabakiza masaa chache, masaa kadhaa ifike. Kula nini? Ni kweli, unajua mimi kule nyumbani tunafanya filamu hizi tamthilia, unajua kwa hiyo nakuwa tunashoot mara kwa mara. Sasa hivi ninazo 2 tofauti, na ile Jua Kali na Lolita, alafu na kazi zangu
binafsi tofauti, kwa hiyo ratiba zinakuwa zinanibana sana. Ilibidi nije toka Jumatano, lakini mambo yakawa ni mengi, kwa tukaendelea kupush, ndio maana nimekuja leo asubuhi. Okay. Sawa kabisa. Nimependa sana ulivyo chill, like umependeza kwanza airport ulipofika Burundi na nini. Watangazaji wakuwa wengi kivile, lakini sijui kama ni management yako ilitaka hivyo, uje hivyo tu hivyo, aidha ni ulipendelea hivyo, na kwa nini hapa kuwepo like zile rapsha kwamba RJ anaingia. Wewe ndio ukutaka hivi, aidha management ilikutaka hivi, au kuna nini kimetokea? Nadhani ni kwa sababu pia ya kupeleka siku mbele. Watu wote tulitaka waandishi waje pale tufanye promotion ya show na nini, lakini kwa sababu nilitakiwa nije Jumatano, mara ikatakiwa nije Alhamisi, mara ikatakiwa nije Ijumaa. At the end of the day kazi nikawa nimemaliza late, kwa hiyo ikapatikana tiketi ya mwisho ambayo pia tiketi kazi nasumbua, nikapata tiketi ya saa 9 usiku ya Dar es Salaam. Kufika huko nikafika saa 2 asubuhi. Kwa saa 2 asubuhi nimefika tu, ambayo yani nimekuja moja hotelini, yani nimekuja ni kama nimesurprise wenyewe. Okay. Yes, sijaja kwa officially kwamba nakuja kesho saa 7. Ingekuwa kidogo labda mchana tungearrange waandishi na vitu vingine. Okay. Sawa. Na ulikuja special kwa kupiga music kwa the band, like kumfanyia mix DJ the band music, aidha ulikuja na kwa kufanya show like nimekuja tu kumsupport mtu wangu the band na nini, aidha umekuja kabisa official kwa ajili ya kufanya DJs, ni kazi ile ya DJs kwa performances za the band? The band ni rafiki yangu muda mrefu. Okay. Tumefanya kazi nyingi, hii nimekuja kumsupport kama my brother ambaye tunafanya kazi tofauti nini, kwa nimekuja kumsupport kama DJ, na pia akihitaji nimpigie nyimbo kadhaa, yes I'll do that. Okay. Sawa. Lakini hiyo iko official kivile kama utampigia, lazima utampigia wewe, utasimama kwenye zile picha? Mimi niko pale kwa sababu ya music, kwa hiyo akihitaji niko pale, yani I'll be there. Okay. Sawa. Moja mwa vitu ambavyo huaga na unavizingatia sana hadi kwenda kwenye show ya msanii, unatazama nini? Like nataka mimi ni msanii, nimeandaa show yangu na nini, nataka RJ afike pale. Watu huwa wanazingatia nini wewe na management yako? Muda bwana, muda ndo kila kitu. Okay. Alafu muda ikifika saa 1 unajua ni saa 2. Okay. Ikifika saa 2 unajua ni saa 3. Lakini sasa muda Africans we are not going with the time. Kwa hiyo sisi at the end of the day tunafanya tu tunavyotaka, lakini kwa mimi ukiniambia saa 2, mimi saa 2 niko pale. Sababu na saa 2 umekuja, lakini subiri kidogo, mimi nitasubiri, lakini muda ndo kitu ambacho nafuatilia sana. Okay. Yeah. Muda ukiwa unaruhusu haikukosti chochote kuhudhuria kwenye show ya msanii yote? Ukiniambia nije saa 4 nitakuja saa 4, nitaanza kupiga muziki saa 4, nitamaliza saa 6 kama tumekubaliana masaa mawili. Okay. Saa 6 nikimaliza mimi naondoka pale. Okay. Yeah, just like that. Na ni show gani waga hauhudhurii, like haufiki kabisa? Ni show gani ambazo hata aje nani, hata iwe vipi uweze kufika kwenye hizo show? Ni show zipi? Mimi siwezi kusema, sichagui yani. Mimi nafanya music industry, yani music business, yani mimi biashara yangu ni muziki. Okay. Kwa hiyo siwezi kusema nini, na hata ikiwezekana kuna injili, sijui gospel sehemu, naenda unaangalia, unasikiliza, unafanyaje. That's entertainment pia ni ni hivyo. Muda mdogo ambao uko Burundi umependa nini sasa? Muda mchache sana uko Burundi. Ni mara ngapi unafika Burundi? Ni mara ya pili. Mara ya kwanza umekuja lini? Ni muda kidogo, tulikuja na Diamond huko. Okay. Zamani kidogo. Muda kidogo. Na hivi umeona mabadiliko na umependa nini zaidi? Burundi waga unaipendea nini? Burundi watu ni wakarimu. Watu ni wakarimu. Mimi nawafanisha tu na Rwanda, yani vitu vyao viko sawa na nini. Okay. Yani ni peaceful. Yani tupo Burundi ni family na Dar es Salaam, unajua na Tanzania. Yani sisi East Africans tuko peace, yani hivyo Burundi, Rwanda, wapi Uganda. So ni kama tu home flight lisali moja tu. Okay. Sawa kabisa. Kuhusu chakula, mazingira, madadas na nini vitu kama hivyo, vipi unaviona mazingira yako vipi ukilinganisha Burundi na Tanzania? Kwa mazingira kama haya iko vipi? Mazingira hatutofautiani sana. Okay. Kwa sababu sisi ni wao East Africans, kwa sababu na chakula ni kile kile. Chakula siwezi kusema ni kile kwa sababu kila sehemu kuna chakula chake, lakini ukitaka kama ugali na nyama utapata ugali na nyama, lakini kuna chakula chamba. Yes.
Ni hivyo. Sawa kabisa, fresh. Nadhani acha kidogo nikubalie niingie kwenye profile yako kidogo. Nilikuwa naangalia Instagram. Una follow zaidi ya 500,000, lakini pia nilikuwa nasoma zile kazi ambazo unazifanya pale. Nimeona WCB Wasafi Vice President. Kweli uko Vice President wa Wasafi WCB pale? Katika kitengo gani? Muziki, media au vipi pale kujumla? Pale bwana, unajua sote tunajua siku katika kauli sote tunajua kwa president inaweza kuwa down platinums of course, na ndo mkurugenzi. Sasa wewe unakuwa vice kivipi bwana? Hiyo bwana, ile Wasafi imeanzishwa na mimi na Diamond. Pia ile ni biashara ya kifamilia. Kwa hiyo mimi napokuwa kama vice ni mtu ambaye anasimama kwamba ile Wasafi ya hivi hata kitokee kitu gani. Yani pale bwana Wasafi hii, yani Wasafi pale ipo. Mimi siwezi kukubali kwamba wewe mmoja utokee eti yani kirahisi. Siwezi kukubali. Yani siwezi kukubali. Kwa hiyo nijua kabisa pale wewe ufanyavyo kuna mtu anampigania Simba. Yani mimi nipo nyuma ya Simba. Yeah. Na nishawahi kusikia pale redioni kwamba wewe ni msimamizi wa masuala ya muziki ya burudani yote kwa ujumla pale Wasafi FM. Vipi muziki ya Burundi pale inapenya vizuri? Vipi burudani ya Burundi kwa vipi? Mimi bwana, ushauri nitakaotoa, umeona kama mimi nimekuja huku naweza kana nimefight mpaka kuja huku. Nikija huku kama hivyo, yes, nimefanya interview, kuna watu ambao wanifahamu, watanifahamu, sijui ni nini, umeelewa? Which means na watu wa Burundi wanatakiwa pia warudi kule. Watu yani mara nyingi hata wa Marekani, as in tuzungumzie Nigerians, Wizkid anaishi London, Burna Boy anaishi zake wapi, Marekani, masaa 24 yuko huko, Davido Atlanta. Kwa hiyo inahitaji kwamba na sisi tufanye namna tofauti. Yani kama hao wa Burundi watoke Burundi waje Dar es Salaam watafute connections. Yani connections zinahitajika unapokuepo. Kwa hiyo muziki wao unaweza kuwa una penetrate kuja Dar es Salaam, lakini wewe ukiwa haupo kidogo kuna uzito. Lakini mimi cha kuwashauri wapambane. Najua ni ngumu mimi kwa sababu muziki naufahamu na nipo kwenye business ya muziki. Kwa hiyo siwezi nikajifanya kama nawasema itabidi mje Dar es Salaam, itabidi. Hapana, muziki ni mgumu na inategemea na sehemu ulipo. Kama sisi sasa hivi Dar es Salaam kidogo ndo tunaanza kumwambia mtu kwamba nikopeshe pesa fulani nikashutie video, anaanza kukuelewa. Sasa ile mpaka tukishafanikiwa sisi Dar es Salaam ndo waanze kufanikiwa Burundi. Yani sisi tukishaanza kufanikiwa kwamba bwana ni azime milioni 500 nataka nikafanye project yangu ya album, ukiona tumepewa kwa rais ujue tayari kwa Tanzania music business imekuwa kubwa. Kwa hiyo which means kwa mtu wapi, kwa mtu wa Burundi kama Mr. Champagne akimfuata tajiri wa Burundi kwamba ni azime $50,000 nataka niende, yani you understand. Kwa sasa inatakiwa ikishafikia hivyo maana yake music business inakuwa kubwa. Ikishafikia hivyo hamna, maana yake sisi ujue tunaoimba wengi ni watoto wa kimaskini. Kwa sasa ni ngumu sana sisi kutoboa. Sawa, mimi namaliza interview yangu lakini kwa maswali tu mawili faster. Alafu niakuuliza kwa pamoja kwa mpigo ili uyajibie yote kwa pamoja. Swali langu la kwanza ni wewe ni mmoja wa DJ international of course. Lakini DJ international anakuwa vipi? Ana vigezo vipi mpaka mtu awe international kabisa? Sema ni international DJ anakuwa vipi? Ma DJ wetu wafanye nini ili kama Romy aidha wawe zaidi hata ya Romy? Hilo ni swali la kwanza. Lakini swali langu la pili, nimeona ni mtu ambaye unapenda fashion sana, unapenda kupendeza sana. Nimeona tumefika Burundi mpiga photoshoot moja kali sana. Juzi hapa kuna kitu tumeona kimetrend sana. Kule Wasafi, usafini kwenu kule. Mbosso amevaa dera, like fashion moja hivi ya kinyamwezi sana. Lakini watu wengi wakawa inawachanganya, hawaielewi. Nahitaji kusikia kidogo comment ya Romy juu ya hili kwa sababu yuko kule ndani anajua kinachoendelea kule. Maswali haya mawili tumalize. Sasa kwa upande wa Mbosso yeye sasa hivi ana nyimbo yake ambayo inaitwa Sele ni kijana fani mtukutu, kijana mfani msela muuni. Kwa yeye anakuwa anachukua character ya yule Sele. Kwa ndo maana hata mara ya kwanza alionekana kavaa kama msuli hivi na kibarakashia, anavuta fegi, yani kama anakiashiria ni bangi. Ili anamuashiria ni Sele, mtu ambaye mtukutu dogo ambaye wa maskani. Kwa hata kuvaa dera nikavaa dera kwa sababu watoto wa Uswahilini wengi ni yani wamepinda, unajua wanafanya chochote. Hajavaa kwamba mimi nivaa dera kama navaa dera kama mwanaume ambaye nimebadilika. Ni mtu ambaye yani asikie wala ambiwi. Upande wa Mbosso no. Yes. Kwa upande wa internationally bwana, hapa kuna mawili. Unajua kwa mfano kama Simba ukisema muulize kwa nini mpaka sasa hivi amefikia hapo.
anaweza kukwambia ni Mungu cha kwanza. Cha kwanza ni Mungu, alafu cha pili ni jitihada, uwekezaji na kujituma. Mungu ni kwamba ni bahati, kwa sababu international uwezo kusema kwamba mimi lazima niwe international, hiyo ni bahati bro. Mungu aseme tu kwamba bwana mimi sasa hivi naomba nikupe, na nitakupa mimi miaka 20 mfululizo, kwa sababu ukiangalia sisi tumeweza miaka mingi ujue. Hadi leo nimekuja, of course hadi leo nimekuja tena Burundi, unanioje hapa, which means Mungu kaamua kutuwekea sehemu yetu. Umeelewa? Wapo kibao tumewakuta, tumeimba nao, wameacha wengine, umeelewa, wengine wametangulia mbele za haki. Kwa hiyo kikubwa mimi ni washauri tu kwamba wasiache kusali, kuomba Mungu, kazi wasiache. Kwa sababu kazi zetu ni ngumu, kazi ni ngumu na unatakiwa uendelee kufanya. Upambane upate hata kiajira ambacho utapata hela ya kula. Alafu kipaji chako endeleza. Usifikirie kwamba kipaji chako kitakuja kukupa pesa kwa sasa hivi, sana sana huko Afrika. Inachukua muda sana kipaji chako kurudisha pesa. Kwa hiyo jituma, omba Mungu, taratibu tafuta sasa kwa Burundi basi mtafuta hata RJ the DJ ndio awe labda kioo chako cha jamii. Unakuwa unamwangalia, yes, unamwangalia RJ anafanya nini? Namuonaga anasali sana usiku, unaona sali. Namuonaga kwenye show zake anajituma sana, acha naona jituma. Lakini kuna vitu vingine unaweza kwa usivijue, kama labda mimi naweza nikawa naomba kwamba bwana mzee, nasikia una show Marekani bwana, mimi acha naomba nije kuperform. Hiyo watu wengi hawajui. Lakini mara nyingi ipo sana kwenye kutaka kufikia malengo. Ukiwa unafanya kazi kubwa ili watu waione, lazima utafute namna watu waione ili wakuchukue kabisa. Kwa pale kwenye watu kuiona sasa ndio unatafuta urafiki na watu tofauti, wafanya biashara wakubwa, kwamba bwana sikiliza, mimi nina uwezo sana wa kutengeneza magari, lete gari lako nikutengenezee, fundi gari juu. Kwa ukilitengeneza ile gari ataanza kuletea wenzie. Unatafuta show kubwa, unatafuta namna, unaenda kufanya show. Wasafi Festival bwana, nimesikia una Wasafi Festival, unaomba nauli huko Burundi, unakuja da bwana RJ. Yani mambo fulani vya kihaso. Yani alafu usifikirie kwamba nikifanya Wasafi Festival natoboa. Kafanya furudi. Bwana RJ, Wasafi Festival mimi naomba nipige saa 9 pale mchana. Saa 9 watu hawajaja ujue, lakini unapiga saa 9. Wanaweza kwa watu waje kusikia, lakini mimi nimekusikia. Nikakwambia bwana njoo Wasafi ufanye. Kwa ndio hivyo we push. Hivyo taratibu. Yeah, ndio hivyo. Sawa. Mastaa ngapi mshaona Burundi mpaka sasa hivi? Au unatamani kuonana nao licha ya station plan? Sababu niko naye sana. Na kama Lolilo, kama Satibi nadhani yupo pia kwenye event usiku, nadhani tuko naye. Na wengine tu ambao ni familia yangu Burundi, kwa sababu ni familia. Kwa asilimia wengi wa wasanii ni familia yangu, kwa respect kwao na big up kwao. Tuendelee kufanya kazi, cha kuwashauri tuje da tubadilishane, yani huyu aingie kwenye verse ya huyu, aingie verse ya huyu, tuweze kubadilishana muziki yenu ibaki kwetu na muziki yetu ibaki kwenu. Fresh. Nimesikia kwamba wewe na tumeona sana watu wengi wanajua wewe na Diamond ni mtu na ndugu yake, lakini kivipi? Mna ndugu upi? Mama yake ni mkubwa, mamangu ni mdogo. Mtu na mdogo wake. Sawa. Poa sana. Bwana mimi nashukuru sana RJ, nikushukuru sana. Haina na mashukrani. Fresh sana. Okay, tulikuwa tunapiga story moja mbili na RJ the DJ, muda si mrefu tutakuwa kwenye show ya The Band. Ciao, mimi naitwa Isaac Classic, hiyo Drizzy kwenye kamera. Fanya kama una subscribe, like na share, alafu mambo mengine tunazidi kupigana story yako mbele. Thank you.